Ile kamwacha mumewe kwenye ndinga, kaingia sokoni kununua zaga 2-3, ila anarudi kwenye ndinga anamkuta mumewe anaongea na dem kwenye gari. Ikabidi atulie isikilizie simu. Ilivokatwa, bidada ikabidi aulize, kwani ni nani wewe unayezungumza naye hivyo? Jamaa anaanza kusema, kwani ni lini tumeanza kuulizana maswali kama haya? Simuona kama nilikuwa naongea na simu. Mala bidada akauasha moto, akamwambia, vipi sasa, mbona amekwambia anakupenda na hujalirisha kuwa unampenda pia? Mchizi akamwambia yeye ndo amesema hapakuwa na umuhimu wote wa mimi kurudisha. Mwanamke akaanza kumwashia moto, kwa hiyo umeanza kumrudia ex wako, si ndio? Kwa unanionyesha wazi kuwa tayari wewe na ex wako kina happen, si ndio hivyo? Jamaa akamtizama akaona sita kujibu. Mwanamke akasema, hii ndoa kiukweli imenishinda kwa sababu unafanya vitu kibao mpaka kiasi kwamba naona kabisa sipaswi kuendelea na hii ndoa. Kama vipi tupige tu chini, maana hii ndoa kama inanichanganya na inanipa stress hadi naona kabisa nilikosea kuolewa na mtu kama wewe. Jamaa akasema, mimi yani unaongea hivi mbele yangu kabisa, unaniambia neno kama hilo kuwa kwa kuolewa na mimi ni makosa, yani umefanya makosa makubwa kwenye maisha yako, si ndio? Mwanamke akasema, ndo kama hivyo ulivyonisikia ndo nilichomaanisha. Mwamba hakutaka kuongea vitu vingi, tuondoke nyumbani, na hilo likawa limeisha na leo ni siku nyingine. Ile mwamba ametoka zake kazini, anafika mpaka nyumbani. Mlinzi anamwambia mpaka sasa hivi kiukweli mama hajarudi toka kazini. Jamaa kaona sio kesi, kabidi apande huko juu aende abadilishe nguo, si atarudi tu, si ameenda kazini. Ila ameshuka hapa chini bado mwanamke hajarudi, lakini kuna gari imekuja imepaki hapa karibu na kwake, imekaa muda mrefu kweli. Mwamba si akaanza kusogea itizame ile gari. Sasa kadi anavyozidi kusogea anagundua ndani ya ile gari mkewe yumo, na kwenye kioo akiangalia kwa mbali anaona mwamba kama anampa makumbato mkewe. Mchizi akaona wewe usintanie, kabidi isogelee hii ndinga. Ile anasogea mpaka hapa ndo mwanamke anadondoka kwenye ndinga ile. Mwamba anamuona mwanamke anavodondoka kwenye ile ndinga. Mchizi akaongea kitu chochote, mwanamke ile bebe vipi? Mwamba kadondoka mpaka ndani huko, yani ndio tulizungumzie ndani huko kama sijakulamba makofi. Mwanamke akabaki anamuaga tu alikuwa kwenye gari, bye bye. Watu wakaagana, na hapa mwanaume anasema, ni adabu gani masaa mawili umekuja umekaa na mwanaume pale? Mwanamke anasema, kwani kuna tatizo gani? Yule ni mfanyakazi mwenzangu na pia ana changamoto zake za kindoa, kwa pale nilikuwa namfariji. Mchizi anasema, unamfariji ndo mnakumbatiana ndo kumfariji? Mwanamke akasema, sawa, kwani kuna tatizo gani nikumkumbatia, kuna shida? Mchizi akasema, kiukweli unachokifanya ni ukahaba na uoni aibu kabisa mbele ya macho ya watu. Mwanamke akawaka kweli kuambiwa kahaba, yani unawezaje kuniambia maneno kama hayo? Alafu sasa sikiliza nikwambie, mimi nimechoka na hii ndoa. Mwanamke naye akasema, unasemaje? Umechoka wewe leo na hii ndoa? Mimi nichoka kitambo na hii ndoa, mimi sitaki, yani mimi na wewe hapa ndo tumemaliza, imeisha. Mwanamke akazivua pete akaziweka mezani hapo, chukua pete zako katafuta kumvisha. Mwanaume naye kaivua ya kwake kaweka mezani. Hawa tayari ni washikaji wanaishi humu ndani, hakuna ndoa. Ndoa imekufa kuanzia leo, maana hata pete zenyewe hawajui walipoziacha ni wapi. Sasa kumekucha leo asubuhi, mwanamke amefungasha mizigo yake, anakuambia anaondoka. Anaenda wapi? Mwamba akamzuia mlinzi, liache hilo begi hapo, ondoka. Mlinzi kabidi aliache ile begi hapa afu aondoke. Ile mwanamke anakuja kulichukua begi, mara Mwamba akamshika mkono akamwambia, unaondoka wapi? Mbona sikuelewi? Mwanamke anamwambia, nina kikao cha kikazi Abuja, kwa natakiwa nihudhurie hiyo semina ya kazi. Mchizi akamwambia, semina ya kazi Abuja unaenda na nani? Mwanamke akasema, naenda na Austin. Sasa huyu Austin ni nani? Ndio ule mwamba anayekujaga anamwacha pale kwenye ndinga, alafu wanakaa muda mrefu anashuka. Mchizi akaona usintanie, yani yule ambaye mimi nina wasiwasi kuwa na kukata ndio unayeondoka naye, yani ndio ofisi imewachagulia muondoke hao. Demu akasema, ndio nafanya naye kazi, sio inabidi niondoke naye. Mchizi akasema, haitawezekana. Kama vipi? Wapigie mabosi zako waambie kuwa haitawezekana. Mwanamke akasema, kwa nini yani? Unanizuia kama nani? Kwani wewe ni nani kwangu mpaka unizuia? Mchizi kabidi awe mpole, kwani ndoa silikufa jana? Sasa kwa nini anamzuia wakati hawa ni washikaji tu wamebaki wanaishi humu ndani? Haikuwezekana, ikabidi mwanamke aondoke na akamwacha Mchizi. Haamini kabisa, hivi kweli huyu mwanamke ndo ameamua kuondoka hivi? Mwamba akatoka mpaka nje anamsindikiza. Wauni wakashuka kwenye gari, wakaja wakampokea bibie kabisa kwa matashtiti yote, na begi likatiwa kwenye ndinga. Mwamba akaingia kwenye ndinga na bibie hao akaondoka, akamwacha Mwamba anawaza, yani haamini kabisa, yani ni kweli huyu mwanamke amenitoka hivi? Amekaa hapa akili yake haimpi kabisa, ni usiku anawaza. Mawazo anavyomuijia ni kwamba yani ule Mwamba sasa hivi yuko na ule mwanamke kitandani, wanafanya nini sasa hivi? Mwamba anasema, hapana, kwa nini hizi akili zinanijia? Sitaki kabisa akili zinijia hivi. Sasa utazizuiaje wakati zinakuja? Mara Mwamba akawa anaona kabisa bidada anaoga bafuni, afu Mwamba amevaa taulo, anamwambia, kama vipi niingie humo ndani? Mwanamke anamwambia, ingia unisugue huko mgongoni. Mchizi akaona hapana, haiwezekani, hebu ngoja nimpigie simu sasa hivi. Anafanya nini? Piga simu kinoma, alafu simu haijaokotwa.
kutwa yani. Mwamba ndo anachanganyikiwa kabisa, anaona yani sasa hivi ni manyoya tayari, jitu linaliwa huko. Sasa baada ya siku kadhaa, yani wiki imeshapinduka, leo bidada amerudi kutoka kwenye hiyo safari yake. Sasa ile kufika hapa amemkuta Mwamba amepoa hapa, alikuwa anamsubiri kinoma noma. Ile anafika anaenda ndani, mchizi akamwambia hebu ngoja kwanza, unahisi unaenda wapi? Mwanamke akasema nimetoka safari narudi ndani. Kwani kuna shida gani? Naenda chumbani. Jamaa akamwambia wewe hauna nyumbani tena, kuanzia leo hapa sio kwako. Anitoka ile siku ambayo uliamua kuondoka hapa pasipo kunisikiliza, basi hapa ndo paliacha kuwa kwako. Mwanamke akamwambia kivipi, inawezekanaje kuwa hivyo? Mwanaume akasema ndo hivyo, kwa kuwa kwani mimi ni nani yako mpaka urudi hapa kwangu? Mwanamke akamwambia kwako, unamaanisha nini kusema kwako? Yaani nimekusikia unaongea vizuri kuwa hapa ni kwako au? Jamaa akasema mimi na wewe tushamalizana hapa, wewe bado unafanya nini? Nakupa dakika kadhaa za kupaki vitu vyako uondoke. Mwanamke akamwambia wewe utakuwa umechanganyikiwa. Kama unahisi wewe umeshindwa kuendelea na hili jambo, wewe ndio inabidi uchukue vitu vyako uondoke, kwa sababu mlango ule pale uko wazi. Mwanaume akasema nini, niondoke kwenye nyumba yangu? Mwanamke akamwambia hivyo umepagawa? Hebu ngoja nikuulize, labda kama umesahau, ulishawahi kununua kiwanja ukajenga nyumba? Mwanaume akamuuliza mwanamke, wewe ulishawahi kupanga matofali sehemu ukajenga nyumba? Sasa kwa nini wanaishi humu ndani na kila mtu anaona kama hii nyumba ni ya kwake? Mwanaume akamwambia mwanamke, unaondoka sasa hivi. Mwanamke akamwambia bila shaka utakuwa umepagawa zaidi, nampigia mwanasheria wangu aje akwambie vifungu vya sheria vinasemaje kuhusiana na hili. Akawa ameondoka na mwanaume naye akasema na mimi namuita mwanasheria wangu aje akuelekeze, mjinga wewe, vifungu vya sheria vinasemaje kuhusiana na hili. Usiku baba hao wana wameshagawana vyumba, kila mtu analala chumba chake. Mwanamke usingizi apati kabisa, na hivi ni kweli kwamba huyu Mwamba yupo serious ndo tunaachana hivi, au kuna nini ambacho kinachoendelea? Mbona au nimejichanganya wapi? Sasa namna anavyowaza huyu bidada ni bado anampenda sana mumewe, lakini kuna namna tayari ameshalikoroga na vitu havieleweki tena humu ndani. Na leo kweli amekuja mwanasheria hapa, kila mtu akaanza kuzungumza. Sasa unajua kuna nini katikati ya watu wawili? Hii ardhi ni mali ya huyu bidada, ndo aliyenunua kiwanja, aliyejenga ni Mwamba. Sasa bidada anamwambia Mwamba kama vipi, toa jengo lako kwenye kiwanja changu, mimi nitajenga nyumba yangu unaotaka kujenga. Mwamba anasema inawezekanaje mimi kuhamisha hili jengo? Sikiliza nikwambie, taja bei unaotaka mimi nikulipe kwa ajili ya kiwanja chako ili uondoke humu ndani. Demu akasema nikiwa na akili zangu timamu siwezi kuuza eneo langu, yani nauzaje eneo langu? Sikiliza, wewe toa nyumba yako ondoka, kama uwezi pia ondoka, hapa sio kwako hata kidogo. Sasa ikawa ngoma ni ngumu, mama anamiliki kiwanja, baba anamiliki nyumba. Sasa wanaachana vipi? Mwanasheria akasema kiukweli hii itakuwa ni ngumu, manake kama kila mmoja hataki kumuuzia mwenzie, manake nyewe bado mnatakana, mnataka bado muendelee kukaa hapa. Ingelikuwa mtakani, basi kuna mmoja angekubali kumuuzia mwenzie ili aondoke amwache mwenzie. Ikabidi mwanasheria ajichenge. Sasa leo muda huu Mwamba akiwa anaangalia zake movie, mara ubidada akaja akasimama mbele yake, amevaa vinguo fulani vya kimitego mitego. Mwamba alivyokuwa anamtizama anasema kiukweli huyu mwanamke, yani kwa nini umevaa hivi? Yani umenichanganya kinoma, nimkamate niruke naye nini? Hebu ngoja kwanza nikaze, ama maisha nikijiregeza hapa ubidada anaweza akaona kama namwandafia. Mwamba ikabidi asogee pembeni, maana huyu mwanamke alivyovaa amemchanganya. Mwanamke naye anawaza hivi nilivyovaa kweli sijamchanganya, maana mwanaume wangu naye mjua mimi, kwa hivi nilivyovaa angekuwa ameshanikamata hapa sasa hivi tusingekuwa hapa sitting room tena, tele kingekuwa kina happen. Mbona anigusi wala afanye chochote zaidi? Mwamba akamwambia hebu sogea huko bwana, kama umenikinga hapa mbele. Mwanamke akamwambia kwani huoni kama naika movie unataka kuangalia mimi, kwani shida iko wapi? Mara akaenda kukaa tena mbele. Mwamba akaona wewe sitegeki kijinga, ikabidi Mwamba anyanyuke aondoke. Mwanamke akaona hapa kuna shida, hivi ni kweli Mwamba hadi ameondoka kweli, ameniacha hajanigusa hapa? Mwanamke akaona hili ni tatizo, sasa nalifanyaje ili, maana tayari nishakaribisha kisanga humu ndani, sasa na hiki ndo kisanga kinachoendelea humu ndani. Muda huu bwana kameinuka kamzozo, yule mshikaji wake anayekujaga na ndinga na paki nje kaja tena na anamuita. Bidada akawa anataka aondoke amevaa hivi. Mara Mwamba akamdindia hapa, huwezi kwenda nje umevaa hivyo, unaendaje nje umevaa hivyo? Tena unaenda kukutana na mwanaume, umevaa kitovu kiko nje, vipaja vyote viko nje hivyo, unaenda kuonesha nini? Acha mambo yako bwana, hata kama mimi na wewe sio mtu na mkewe, lakini zingatia humu ndani kuna mwanaume na kuna mwanamke. Kwa nini sasa usiweke heshima? Kama unabisha hebu pita hapa nikuonesha. Mwanamke akaona usije ukanivunja, ikabidi arudi huko ndani kwenda kubadilisha nguo tu akaonane na yule jamaa yake. Ametoka nje amekuja kuonana na jamaa yake muda mrefu kweli, wamekaa kwenye gari wanazungumza. Sasa Mwamba amani hana hata kidogo, anaona tena huyu jamaa leo amekuja kukaa hapa na mke wangu, ikabidi asogee mpaka kwenye ndinga. Leo kaamua kumtolea uvivu, ila amefika hapa kwenye ndinga akagonga kioo kwanza, kama vipi fungueni. Wana wakashusha kioo, jamaa akamwambia kuwa mlinzi amenipigia simu kuwa kuna gari imekaa hapa muda mrefu na hajui kama ni wateja
utekaji au ni nini? Kwani vipi mzee, mbona unakaa kwenye nyumba za watu muda mrefu, shida iko wapi? Ikabidi mwanamke ashuke tu amwambie jamaa, usijali wewe, amsha tu, kila kitu kiko sawa. Mwanamke akashuka ili arudi ndani. Mwanamke akaondoka kwenda ndani, jamaa kabaki anamwambia mshikaji, wewe babu, inabidi ujiheshimu, huwezi kwenda kwenye nyumba za watu unakaa zaidi ya masaa mawili, tutakuja kutiana ndani kwa vitu vidogo vidogo. Sasa leo bwana, jamaa amekutana na ex wake yule aliyokuwa anaongea naye mwanzo mwa movie. Leo alivyokutana hapa, huyo ex wake amepangiwa kazi hapa. Huyo ex wake akamwambia kuwa hoteli aliyopangiwa baada ya kuja hapa kidogo hajaipenda, kwa angetamani kuishi sehemu nyingine tofauti na ile aliyopangiwa. Mchizi akamwambia usiwaze, kama vipi tunaondoke nyumbani kwangu. Mwanamke akasema wewe, hapana, nyumbani kwako itakuwaje? Uliniambia kuwa umeoa, uone kama naweza nikaleta kisanga na mkeo. Mchizi akasema hapana, kipindi kile nakwambia kilikuwa bado hakija happen, ila sasa hivi tumeshaachana na ameshachukua zake. Yani ni kwamba hayupo pale home, naishi mimi mwenyewe, so kuna vyumba vya ziada unaweza ukaenda ukapoa. Mwanamke akaona sio kesi, kama ni hivyo tudondoke mpaka home. Wana wakadondoka kweli mpaka home. Ili wamefika hapa, mwanamke akawa anasifia unaishi nyumba nzuri. Mara huyu mke wa mwamba si akatokeza hapa, mara bidada akawahi kumpa mkono, hey mambo, mimi naitwa Apple. Mwanamke akasema pia mimi naitwa Jennifer. Mambo yakawa ni mengi hapa, kwani huyu ni nani yako? Jamaa akasema jirani yangu. Kwa hiyo mwanamke akasema wow, kumbe ni jirani yako. Watu wakapita kwenda chumbani, bidada ametambulishwa kama jirani. Sasa hiki kidada kimeingia humu ndani, kinajua huyu ni jirani yake, yani wamepanga nyumba moja, so wanashare kodi. Watu wakapita kwenda chumbani huko, kimya, hakuna kinachoendelea. Mwanamke hajaamini kabisa kuwa huyu mwamba ndo amefikia hatua hii mpaka analeta ex wake humu ndani. Muda huu mwamba ameenda zake jikoni kwenda kuchukua wine, yani kama vipi wanaenda kusherekea. Mara mwanamke akamsimamisha akamwambia, hivi ni kweli umeamua kumove on mpaka umemleta ex wako humu ndani? Na mbaya zaidi ni kwamba unachukua na wine, mnaenda kusherekea mapenzi yenu huko ndani, si ndio? Jamaa akasema, unaniuliza kama nani? Mimi na wewe tushamalizana, upasi kuniuliza maswali kama hayo. Wewe ni jirani yangu tu, kwani jirani unapata tatizo gani? Usiku baba jirani hajalala kabisa, anachanganyikiwa, hivi ni kweli mume wangu ameingiza mwanamke afu anasema mimi ni jirani, hivi ni kweli? Mwanamke akasogea mpaka mlangoni. Uko mlangoni ni miguno tu ndio inasikika. Mwanamke anaona toba, yani kwamba mwamba ndo ameamua. Mwanamke sasa, kwa kuwa wivu umembana na amechanganyikiwa, kaenda kuchukua vibeseni na vijiko huko, anapiga ibada za kutosha. Yani ni kwamba Jesus hapa nione, mambo yameshakuwa mengi humu ndani. Mwanaume akasikia kelele ni nyingi usiku wa manane, tena na mabakuli na vijiko, kwani kuna nini? Si akashuka chini akaja akamuuliza, vipi tena? Mwanamke anasema, vipi, unataka uninyime hata uhuru wa kumwabudu Mungu wangu? Nimeamua kumwabudu Mungu wangu, pia unaninyima uhuru? Umeninyima uhuru kwenye mahusiano, pia hata kwenye ibada. Jamaa akaona hapana, hii sio ibada, zaidi unatutibua sisi ambao tumepumzika huko. Hili likawa limepita, na muda huu kumekucha asubuhi. Mwamba ameamka na kile kichenchede chake, wanaondoka kwenda gym, yani wanaenda kukimbia huko barabarani. Mara mwamba anakivalisha viatu, yani mahaba ni tele. Sasa muda huu hivyo vyote vinafanyika bwana. Mwanamke yuko juu huko anaangalia kila kinachoendelea, anaona toba, yani hii ndoa sasa ndio ishakuwa ndoano na mambo yameshakuwa mengi. Ikikiapo muda huu kimeshapika msosi. Baada ya kupika msosi na kikamkaribisha jirani, karibu tule bwana. Jirani akasema tayari nimeshafikia huko. Watu wakamwambia hapana, tumepika cha watu watatu, kama vipi sogea jirani tule wote, hakuna tatizo lolote jirani, wewe ni mwenzetu, karibu tule pamoja. Jirani akasema hapana, nishafikia huko muda si mrefu, hata usijali, kuwa na amani. Wana wamekaa mezani wanakula huko, mkewe yuko hapa, yani ametulia tuli, haamini kabisa ni mwamba ndo ameamua kuwa na hatua hizi. Ikabidi mwanamke aondoke hapa, maana anakufa kwa wivu, yani hao wana wanaweza hata wakamuua. Muda huu bidada anatoka kwenda kazini, mara mlinzi akamsimamisha akamwambia, unajua bwana, bosi ameondoka kwenda airport, na kipindi anaondoka kwenda airport anakisindikiza kila kidada alichokuwa nacho hapa. Amenipa mshahara nusu, na ameniambia nusu ya mshahara wangu mwingine wewe ndo utanilipa, kwa sasa hivi mnanilipa nusu. Bidada akamwambia usiwaze, nikitoka kazini nitalimaliza hilo jambo dogo. Sasa muda huu ni usiku, bidada akiwa amelala zake ndani, mara mwanae yule anampigia simu. Akatoka nje, Austin, vipi tena, mbona hapa kwangu muda huu? Austin analalamika kweli, anasema eti mpenzi wake amemtoa nje ya nyumba yake, tena kamshikilia bisu, anamwambia hapo kama akiingia ndani atamtoa utumbo. Yani tayari huko mahusiano yana changamoto. Kwa hiyo amekuja hapa kutafuta hata hifadhi, ikiwezekana alale ajue namna gani atafanya, maana hajategemea kabisa kufukuzwa ndani ya nyumba yake kabisa na mpenzi wake. Nyumba ya kwake yeye anafukuzwa vipi? Mwanamke akamwambia, sasa unategemea Austin mimi nitakusaidiaje? Jamaa akasema, mimi mwenyewe sielewi, ndo nimekuja nisaidie. Mwanamke akasema, sio kesi, ingiza gari ndani, twende ndani ukalale, kuna vyumba vya wageni. Austin kaizamisha gari mpaka ndani, kaingia na yeye huko ndani. Sasa muda huu bwana, Bobu anarudi. Huyu mshikaji wetu anaitwa Bobu. Alivyokuwa anarudi hapa anashangaa, mbona kuna gari nyingine imeongezeka hapa? Akamuita mlinzi, kwani gari ya nani? Mlinzi akamwambia, hii gari ya mgeni wa mama. Mgeni wa mama? Kuiangalia gari si anaijua, kila siku si inakujaga pale. Na huyo mgeni wa mama yako yuko wapi? Akamwambia yuko ndani. Usiku anafanya nini ndani? Jamaa akasema, kiukweli nisingeweza kumuuliza bosi hilo swali, kwa nadhani ungeenda kumuuliza tu yeye mwenyewe. Mwamba akajaa upepo, yani ni kwamba naye ameleta basha yake ndani, kazama mpaka ndani, kaenda kuwasha moto wa kutosha.
inatosha. Yaani imekuaje na wewe mpaka unaleta bahasha yako ndani? Mwanaume akaona itoshi, kamfuata hadi mwamba huko ndani. Kaja akamwashia moto kinoma. Jamaa akamwambia bosi, sio kama unavyofikiria. Mimi sina mahusiano yote na mkeo. Wala sijaja hapa kwa ajili ya target yoyote na mkeo. Zaidi mimi nimepata tu majanga huko kwa mke wangu, ndo nimekuja hapa kwa ajili ya kupata hifadhi. Mara mwanamke akamfuata mwanaume wake. Anakuja kumwambia hivi, imekuaje? Yaani umepata ujasiri gani wa kwenda kumfuata mgeni wangu? Unaenda kumfokea mgeni wangu na mhala kivipi? Yaani kama nani? Yaani wewe ni nani? Mbona umefanya huo ujinga hapa na mimi sijaenda kufanya kitu kama hicho? Wewe kwa nini unaanza kufanya vitu kama hivyo kwa wageni wangu? Anakuhusu nini yule? Kama ni nyumba yote tunashare hapo, kumbuke ardhi ni ya kwangu. Jamaa anasema kama sawa, kiwanja cha kwako mtoe nje, alale kwenye kiwanja chako, sio ndani ya nyumba yangu. Mtoe ndani ya nyumba yangu. Hilo likashindikana na watu maisha yakaendelea, lakini mwamba alikatwa biti hata stoke ndani ya hicho chumba kwenda sehemu yoyote. Kumekucha leo asubuhi, watu wameenda kazini na muda huu wanarudi nyumbani. Sasa Austin na huyu dada wanafanya kazi ofisi moja. Kwa hiyo wakitoka hapa wanaenda ofisini pamoja na wakirudi wanarudi pamoja. Yani mwamba amekaa hapa kama wiki 2-3 fulani yuko hapa, bado mzozo na mpenzi wake umekuwa ni mkali. Kwa hiyo wana wamebidi tu endelee kumstili mshikaji, endelee kukaa hapa. Sasa leo Austin anarudi na mwanetu alikuwa ameshaenda kukileta kile kidem chake, kimesharudi kutoka airport, maana kilisafiri kama wiki moja, kimeshageuka. Sasa Austin kuingia humu ndani na hiki kirepo wanafahamiana, mara kuonana hiki kidem kikaita Austin. Hey, mwamba kuangaliana na huyu demu, hiki kidem kikawa kama kikataka kulia, kikakimbia kwenda chumbani. Nini kinachoendelea hapa? Mwamba ikabidi aende chumbani kumfuata demu wake, kwani kuna nini? Alivyokuja kuzungumza naye demu akana mwambia hivi, unakumbuka kipindi bado hujao ex wangu? Si niliwahi kukwambia kuwa kuna mwanaume nimempata ambaye ndo aliyesababisha mimi niachane na wewe ili niende nikaoane naye? Ndio, ndo huyu mwamba. Na kiukweli uwezi amini, huyu mwamba naye aliniacha ili aende kwa demu wake ambaye amempata mwenye hela. Kwa pia alinipiga tukio baya sana kipindi ambacho mimi nilikuwa nategemea tunaoana, afu yeye akaniacha akaenda kwa demu wake mwenye hela. Jamaa kuamini akasema hivi ndo kweli. Sasa muda huu huku chini na Austin anamsimulia Jennifer kuwa unajua huyu mwanamke ni mwanamke ambaye nilikuwa nampenda sana na ni mwanamke ambaye nilikuwa nataka kufunga naye ndoa, lakini hauwezi amini, aliwahi kuondoka akaenda kuoana na bwana yake mwenye hela, akaniacha kipindi ambacho mimi nataka kufanya maandalizi ya kufunga naye ndoa. Sasa story inaongeleka kule na story inaongeleka huko ni story mbili tofauti. Kwa nini wana story mbili tofauti? Sasa baada ya mambo kuwa mengi humu ndani, ikabidi wakutane na wakaanza kuzungumza. Kwa nini uliniacha ukaenda kwa demu wako mwenye hela kipindi ambacho unajua kabisa tumeshaika mipango yetu mizuri kabisa ya kuoana? Jamaa anasema mimi nilikuacha, mbona wewe ndio uliniacha ukaenda kwa basha yako mwenye hela? Nani aliyekwambia? Sasa kuna shoga yao mmoja ndio aliochonganisha cheche hizi. Yaani huyu demu alikuwa na shoga yake. Huyo shoga yake akamwambia huyu jamaa kuwa mpenzi wako ameondoka, ameenda kuolewa na basha yake mwingine mwenye hela. Na huyu pia demu akaambiwa naye hivyo hivyo, basha yako amekuacha, ameenda kumuoa demu wake mwingine mwenye hela. Huyo demu alikuwa anamtaka huyu mwamba. Mwamba alivyomwambia hivyo akajua kumbe mchawi alikuwa yule shoga yangu. Na mwamba akamwambia huyu demu ndio, na shoga yako akawa ananitaka, ananiambia pigo fulani za kunitaka, lakini nilimchomolea na mwisho wa siku nikajua umenitosa, umeenda kuolewa na basha yako mwenye hela. Wana walivyogundua ni uongo, kumbe walifarakanishwa tu, ikabidi kama vipi watafute namna ya kulirudisha penzi. Lakini mshikaji akamwambia udemu, unajua kuwa hapa kwa Bobu mimi mwenyewe nastiriwa tu. Akamwambia sawa, hata mimi mwenyewe kwa Bobu nimekuja, ni mshikaji wangu, lakini huyu Bobu ndio yule ex wangu ambao nilikwambia nimeachana naye kipindi nataka kuoana na wewe. Jamaa akamwambia wewe usiniambie, ina maana Bobu ni ex wako? Demu akasema huyu ni ex wangu. Jamaa akamwambia hivi, unajua kama Jennifer ni mke wa Bobu? Demu akasema wewe usiniambie Jennifer, huyu si nani, ni jirani yake. Kaambia hakuna jirani yake, yule ni mkewe, sema sasa hivi ana changamoto 1 2 3 tu anapitia, lakini ni mke wake wa ndoa na ndoa haijavunjika wala nini. Yani hapa upo kwenye nyumba ya watu, yani wanandoa. Bidada alishtuka kinoma na akaona toba. Ina maana kumbe udada kama angetaka kuniua mimi ningeshakuwa maiti kitambo tu. Ikabidi aje kutubu kwa huyu bidada. Na akafika akasema, dadangu nisamee sana, kiukweli sikujua, leo ndo nimejua. Hivi kumbe wewe ni mke wa Bobu? Mwanamke akasema yes, kwani ulikuwa unajuaje? Demu akasema mimi mlivyonitambulisha ni jirani, nikawa najua tu ni jirani, sikuwahi kujua chochote. Mwanamke akasema kwa hiyo baada ya kukaa kwenye nyumba yangu unawezaga muana na mwanaume wangu, alafu leo unakuja kusimama mbele baada ya kujua mimi ni mkewe, unakuja kuniambia eti unaomba msamaha hukujua. Kwa hiyo mwanamke akasema hapana, hivyo unavyoenda dada unaenda mbali, mimi sijai kuzaga muana na huyu mwamba kabisa, naomba usinichumie dhambi. Mwanamke akasema usiniambie hivyo binti, ile siku unakuja nilikuja mpaka mlangoni na nikaa nasikia milio kabisa. Binti akasema hapana, ile siku nilipata shida kidogo kwenye mguu, Bobu akawa ananichua mguu, alivyokuwa ananichua akawa ananiambia nilie kama tunafanya mapenzi. Mimi sikujua alikuwa anamaanisha nini, lakini uwezi amini Bobu ni mtu fulani amenyoka sana. Mimi kiukweli nilitamani nifanye naye mapenzi, lakini Bobu akaniambia tuwezi kufanya hivyo kwa sababu bado ana changamoto na mke wake, mpaka zikiisha wakizimaliza hizo changamoto wakaachana kabisa, ndo tunaweza tukarudiana tukaanza kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo sikuwahi kabisa kufanya naye kitu chochote dadangu. Na pia hata Bobu nikimsikiliza ni mtu ambaye anasema bado anampenda huyo mwanamke wake, isipokuwa huyo mwanamke wake ndo anayemchiti tu.
tu, yani anamchiti kwa mshikaji wake ambao anafanya naye kazi ofisi moja. Mwanamke akasema Bobu alikwambia hivyo? Je, demu akasema Bobu mimi ameniambia hivyo. Alafu pia mimi nikiwaangalia mbona wote mnapendana tu, sema ndo kwa nini mnaamua kufanyana hivi? Kwa nini msiombane msamaha? Yakaisha. Na mshikaji huku kweli amekuja kwa Bobu kutubu. Anamwambia Bobu, kiukweli mimi sijai kutoka na mkeo hata siku hii. Toka siku mke wako nilipojua ni mke wa mtu, nilimheshimu kwa sababu ameanza kuwa mwanangu hata kabla hajawa mkeo. Sasa toka siku mimi nilimheshimu. Nakuja hapa kwa sababu yule mwanamke ni mwanamke mwenye akili kubwa. Kwa hiyo nikiwa na changamoto zozote za kimahusiano, za kikazi, ndio mtu ambaye huwa ananishauri. Kwa hiyo mimi ni mshikaji wangu wa maisha. Kwa hiyo siwezi kufanya naye kitu chochote, na uwezi amini hata nikiwa sehemu ngumu na yule mwanamke, mimi ndio huwa namlinda mkeo kwa sababu naheshimu sana maamuzi yake na naheshimu sana mafanikio yake kwa sababu ni rafiki ambaye ana faida sana kwangu. Alafu mwanangu, mbona una mwanamke ambaye kiukweli kila mwanaume anatamani kuwa naye? Kwa nini usimalize changamoto zako na mkeo na kila kitu kikawa sawa? Huku bwana watu wamerudisha penzi tayari, yani moto moto. Wana huku nao wakaona sio kesi. Kama vipi? Hebu tuyazungumze. Mwanamke akajishusha, akaenda kwa mumewe na wakaanza kuyazungumza. Kiukweli nisamee, nilifanya hivi kwa ajili ya kukuumiza baada ya kuona unaongea na ex wako sana, nikajua mmerudiana, kwa nikataka nikulipize na upate maumivu ambayo mimi niliyapata. Mwanaume akasema kama vipi nisamee, kama vipi tukiamshe tu, maana nimemisi yale mapenzi ya zamani. Watu ndio kama vipi, baridi kweli, penzi likarudi upya na ikawa kesi na matatizo yamekwisha kwenye hii familia. Tena hawakugombana, maana walijua kuna kuelekea. Baba anamiliki nyumba, mama anamiliki kiwanja. Watakuja kuuana. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kama naona mpenzi wako mkifanya hivi itakuwa unyama kidogo, mix fulani kama mnaachana, kama mnarudiana, alafu uone wauni wakikamata hiyo namba watakavyokunyoshea. Mimi naitwa Joe Babel na hii hapa ni Movie Bank.